Watu wengi hutazama filamu ili kuburudika, kupitisha muda au kusahau changamoto za maisha. Lakini kuna kundi dogo sana la watu hutazama filamu kwa jicho tofauti. Kwao, filamu si starehe tu, bali ni darasa la siri linalofundisha namna dunia inavyofanya kazi, namna maamuzi yanavyobadilisha hatma, na namna akili ya binadamu inaweza kuinuliwa au kuangamizwa kulingana na mwelekeo wake. Ndiyo maana si kila filamu inaacha alama, lakini zipo filamu ambazo zikikugusa, fikra zako hazirudi tena katika hali ya kawaida. Kuna filamu zinazoonyesha kuwa mafanikio hayaji kwa bahati, bali kwa migongano ya mawazo, maamuzi magumu na uthubutu wa kufanya kile ambacho wengi wanaogopa. Katika simulizi ya vijana waliokuwa wanafunzi wa kawaida, lakini wakaamua kubadili namna watu wanavyowasiliana, unaona wazi kuwa wazo dogo likiunganishwa na utekelezaji wa haraka linaweza kugeuka kuwa nguvu kubwa kuliko taasisi nzima. Kinachoonekana hapa si teknolojia pekee, bali ni ukweli kwamba dunia huwasikiliza wale wanaothubutu kuanza kabla hawajawa wakamilifu. Kuna simulizi nyingine zinazoingia ndani kabisa ya saikolojia ya tamaa, nguvu ya ushawishi na hatari ya kutawaliwa na anasa. Unaona jinsi mtu anavyoweza kuinuka kutoka hali ya kawaida kabisa hadi kilele cha utajiri, si kwa sababu ya elimu kubwa, bali kwa uwezo wa kuzungumza, kushawishi na kujiamini kupita kiasi. Lakini kadri simulizi linavyoendelea, unafundishwa kwa njia isiyo ya maneno kwamba mafanikio yasiyo na mipaka ya maadili hugeuka kuwa mtego. Hapo ndipo funzo halisi linapojificha. Si kila anayeshinda kimaisha ameshinda kisaikolojia. Katika ulimwengu wa fedha na mifumo mikubwa ya kiuchumi, kuna hadithi zinazoonyesha kuwa wengi hupoteza si kwa sababu hawakuwa na taarifa, bali kwa sababu walifuata umati. Kuna watu wachache waliothubutu kuhoji kile ambacho kila mtu alikiona kuwa sawa. Walionekana kama wazimu, walichekwa, walipingwa, lakini kwa sababu walichagua kufikiri kwa kina na kwa muda mrefu, waliona kile ambacho wengine hawakuona. Hapo ndipo unapojifunza kuwa mafanikio si kuwa sahihi mbele ya wengi, bali kuwa sahihi mbele ya ukweli. Kuna simulizi za ndoto kubwa, utajiri unaong'aa na maisha ya kifahari yanayoonekana kama ushindi wa mwisho wa maisha. Lakini chini ya mwanga wa sherehe na mali, kuna upweke, maumivu ya ndani na tamaa isiyo na mwisho. Hadithi kama hizi hazikatai ndoto, bali zinaonya. Zinakufundisha kuwa bila mwelekeo, maana na mizizi ya ndani, mafanikio hugeuka kuwa mzigo. Unatambua kuwa si kila kitu kinachong'aa ni dhahabu, na si kila tajiri ana amani. Katika ulimwengu mwingine, kuna hadithi zinazoonyesha nguvu ya kutumia akili badala ya hisia. Wakati wengine wanategemea uzoefu wa zamani na majina makubwa, kuna wanaochagua takwimu, uchambuzi na mifumo mipya. Wanadharauliwa mwanzoni kwa sababu hawafuati desturi, lakini mwisho wake wanafanikiwa kwa sababu waliamua kuamini data badala ya mihemko. Hapa unajifunza kuwa mafanikio ya muda mrefu hujengwa kwa maamuzi baridi, si hisia za muda mfupi. Kuna pia simulizi zinazogusa upande wa mahusiano na utu. Zinakuonyesha kuwa pesa na mafanikio peke yake havitoshi. Thamani ya mtu iko kwenye uaminifu, msimamo na uwezo wa kuchagua kilicho sahihi, hata kama kinagharimu nafasi, fedha au umaarufu. Hapo ndipo unapoelewa kuwa mafanikio ya kweli si kile unachopata, bali kile ambacho hukipotezi unapopanda juu. Kuna hadithi zinazoingia katika mawazo ya kina zaidi, zikionyesha uwezo mkubwa wa akili ya binadamu endapo itatumika kwa nidhamu. Zinakufanya ujiulize maswali magumu kuhusu matumizi ya muda, uwezo wako halisi na sababu zinazokufanya ubaki katika hali ile ile. Ingawa baadhi ya simulizi hizi zimepambwa, ujumbe wake ni mmoja. Akili iliyolengwa vizuri inaweza kubadilisha maisha kwa kasi isiyotarajiwa. Na kuna hadithi zinazoonyesha wazi kuwa mazingira yana nguvu kubwa kuliko tunavyokubali. Mtu mmoja akibadilishiwa mazingira, fursa na maarifa, anaweza kubadilika kabisa. Hapo unafundishwa kuwa dunia si ya haki, lakini ina kanuni. Ukizielewa mifumo yake, unaweza kuigeuza ikakutumikia badala ya kukukandamiza. Ukizitazama hadithi hizi kwa juu, utaona filamu, lakini ukizitazama kwa jicho la tafakari, utaona ramani ya fikra za watu wachache wanaoongoza dunia. Ndiyo maana kauli kwamba kama unataka kufikiri kama 1%, angalia wanachoangalia, ina ukweli ndani yake. Sio kwa sababu filamu zinatoa pesa, bali kwa sababu zinaunda namna unavyotafsiri dunia, changamoto na nafasi. Mwisho wa yote, tofauti baina ya wengi na wachache si bahati wala mazingira pekee. Ni namna ya kufikiri, namna ya kuona hatari kama nafasi, na namna ya kujifunza hata kupitia burudani. Pale unapoacha kuangalia kwa macho ya starehe na kuanza kuangalia kwa macho ya maarifa, hapo ndipo safari ya kweli ya mabadiliko inaanza.